Sema mimi nimtambue mchungaji wa ukweli na wa uongo. Kuna nini hasa, nini nitafanya au ishara gani nitaonyeshwa? Sio mpaka wengine kuna muda tunagi maono, kuna wengine hata ndoto tuotaji, lakini ndawezaje kumtambua mtumishi kweli au mchungaji kweli ni wa Mungu? Huyo mchungaji fake, kama wanavyosema fake. Ebane, mambo vipi? Karibu RMG. Anayeongea hapa ni Ida Mami. Hapa tuna wageni wetu kama unavyowaona, kila mmoja ningependa wajitambulishe majina yao. Tunaanza hapa na mtumishi. Unaitwa nani? Asante sana. Kwa majina naitwa Mokili Shabani Daniel, Full Network. Nimetokea Iowa Des Moines. Asante sana. Kwa majina naitwa Jerome Alexander, Iowa. Asante sana. Hii ni Beyond the Mic. Tutaongelea kuhusu changamoto za Wakristo wa karne hii. Changamoto za Wakristo wa karne hii. Kwa hiyo ningekusii ufuatilie vizuri. Endelea kufuatilia vizuri. Uanze mwanzo hadi tamati, utapata majibu. Na leo tuko na mtumishi, tukasema kwamba hapana, hii mada lazima tumshirikishe mtumishi wa Mungu. Atakuwa na kutuambia. Au Ida Mami unasema? Karibu sana mtumishi. Umekaribishwa. Okay. Asanteni sana. Namshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo ametuwezesha kufika mahali hapa. Neema sio kwa ujanja, bali neema Yesu Kristo. Na programu hii ambayo Mungu ametuwezesha leo tufikie kikomo, kwa sababu ilianza toka mwaka jana. Hii programu ilikuwa naomba nifika hapa katika ofisini kwake kuhusu mada kama hii. Yes. Changamoto za Wakristo wa karne hii. Ndio leo tutachambua, tutaongea kwa kifupi sana, ila tutaongea ili kila mtu aweze kusikiliza na aweze kuelewa katika changamoto za karne hii ama Wakristo katika karne hii. Yes. Changamoto gani ambazo wanazipitia? Najua cha kwanza ambapo mfahamu. Yes. Changamoto ambazo zinatega watu katika karne hii. Unajua kipindi hiki tu katika kipindi cha siku za hatari sana. Na kipindi cha siku za hatari, yani ya muda wa kikomo ama mwishowe, ni kipindi cha hatari sana. Kwa sababu kila kitu kimeshaonekana kama vile ni simple. Kila jambo kimeshaonekana ni simple. Yes. Na katika Biblia inatuelezea kila kitu vizuri ili tuweze kujua chimbuko yanayotokea changamoto katika Wakristo wa karne hii. Hapa tutasoma kitabu cha Timotheo wa pili. Yes. 3:1 hadi 7. Tutapata ufungulivu mkubwa sana katika Biblia panapoleta changamoto inapokuwa chimbuko kubwa, panapotokea hizi changamoto za Wakristo wa karne hii. Ndiyo. Najua tukisoma hapo tutajua mambo mengi sana kufatana na Wakristo wa karne hii, kwa hatari ambazo zipo katika ulimwengu ambao tuko nao. Kwa hiyo naomba mtumishi tusomee kitabu cha Timotheo wa pili ili tuweze kufungua vizuri. Okay. Timotheo wa pili. Karibu mtumishi. Tunasoma kitabu cha Timotheo wa pili. Yes. Sura yake ya 3, mstari wake wa kwanza hadi 7, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ni neno la kuaminiwa. Ndio. Neno la kuaminiwa. Ndio. Mtu akitaka kazi ya askofu, ndio, atamani kazi njema. Ndio. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, ndio, mume wa mwanamke mmoja, ndio, mwenye kiasi na busara, ndio, mtu wa utaratibu, ndio, mkaribishaji, ndio, ajuhaye kufundisha. Ndio. Tunaenda 3. Si mtu wa kuzoelea ulevi, ndio, si mpiga watu, bali awe mpole. Ndio. Si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha. Ndio. Tunaenda 4. Mwenye kuisimamia nyumba yake vema. Ndio. Ajuaye kutiisha watoto katika utahivu. Ndio. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalituzaje kanisa la Mungu? Tunaenda 6. Wala asiwe mtu
wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tunaenda hili 7. Yes. Tena imempasa kushuhudiwa mema na mtu, kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mitego wa Ibilisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inatuelezea kila kitu wazi. Kama unaona ulimwengu unafika hatua ya kuharibika, watu wengi wanakataa ushauri. Ulimwengu watu wanapinga neno ushauri. Ukimshauria anakuambia wewe sio baba yangu, wala wewe sio mama yangu, wala sio shangazi yangu, wewe ni nani kwangu? na viongozi wengi sana wanapotea kwa sababu kisha kuamsha kwa mtu fulani hawezi kushauriwa. Hata uwe mtu fulani ni jina lile ambalo umepashiwa, akiwa ni mwanadamu kama wale. Na una haki ya kukosea kama jinsi unavyokosea watu wengine. Lakini unapofika swala la kuja kushauria, na hapo ndio inaleta changamoto. Ndio. Umesikia Biblia inatuambia kwamba ukipenda kazi ya askofu uwe mtu wa mke umoja. Lakini sio hivyo kwa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo changamoto zinatokeana na pale kwenye tunapokuwa katika maandalizi ya kuweza kushauriana. Pale tunafika katika hatua kushauriana, na hapo ndio unaharibika ulimwengu. Hatutaki kushauriwa. Mimi nishakuwa fulani, siwezi kushauriwa na mtu. Mimi nimeshajua wanaume siwezi ambiwa na baba yangu ama mama yangu. Kwa sababu ni nyakati za hatari sana. Yes. Pale zamani ukitaka kwenda Baraka, ukitoka Uvira kuja Baraka, mtu anaweza kafika kwenye stendi ya mabasi ile, anachukua barua. Hii barua inafika Kalunja. Pale Kalunja pale, kama hana mtu akushuka pale Kalunja, ataangusha katika mji wa Kalunja. Ile barua ile ataitupia pale. Mwenye atayokota ile barua atajua jina limeandikwa mzee fulani. Ile barua inafikia nini? Inafikia Mlengwa. Umeelewa? Hata acha ile barua, atachukua ile barua anapeleka direct mpaka kwa Mlengwa. Yes. Ile barua itafika kwa mtu kabisa bila hata shida. Ndio maana ulimwengu unaharibikiwa kwa sababu hawataki kusikiliza maadili ya familia. Hawataki kusikiliza maadili ya kikanisa. Hawataki kusikiliza maadili ya kijamii. Kwa hiyo pale watu wanapokosea kusikamana katika maadili, kwa sababu dunia tunaishi katika sherehe hizi 3. Sherehe ya kwanza ambayo tunaishi nayo katika chini ya dunia ni serikali. Na sherehe ya pili ni utamaduni ama kanisa. Ndio. Na sherehe ya 3 ni familia yako mwenyewe. Na katika swali hivi vipengele vitatu, kama ukikosea kimoja tayari umeshaharibu, kwa sababu vitu vile vinaendana. Na hilo ndio linaleta changamoto kubwa katika Wakristo wa karne hii. Hawapendi kusikiliza wale ambao wanajua kama huyu tayari ameshavuka ngambo, ana uwezo kunisaidia jambo fulani. Lakini tayari ameshaona mimi nishakuwa fulani, siwezi kushauriwa tena, mimi nishakuwa fulani. Ndio. Na hilo linaleta changamoto kubwa. Hapo mtumishi, mimi hapo ulivyosema kwamba ndio inaeleweka. Sasa hapa kuna nidokeze swali. Uliza. Lakini unajua kwamba watumishi wa siku hizi pia nao pia wanachangia watu kuharibika? Ndio, 100%. Vile familia tuseme. Ndio, siakataa, nakubali. Watumishi wengi wanaharibu familia kwa wale ambao wako mafotokopi. Unajua katika utumishi kuna watu original na mafotokopi. Yaani wale ambao wanakuja kusindikiza wenzao katika utumishi. Yes. Nikishajua verse fulani na Biblia kitabu fulani kinaendana na hii mada ambayo tuko nayo, anaitwanga pale ili afanye shortcut. Na hilo inakuwa na baadhi ya wachungaji wengi mifeki. Ndio. Ni kweli kabisa. Amen. Sisi ambao tumeitwa na Mungu katika haki na ukweli, ambao tumekombolewa na Yesu, tuko wachache, na sisi ambao tuko wachache tunaambia sisi hatuokoki. Ndio. Na ukimwambia ndugu wako, kwa sababu point ambayo inasababisha hapo ni ushauri. Yameshakuwa vizio yangu, siwezi kuingiliwa na mtu mwingine. Umeelewa? Nimeshaoa mke wangu, sitaki mwingine atuingilie, mimi na mke wangu tutajuana sisi wawili. Anajisahau kwamba kama wewe ulifika hatua ya kuishi na wewe kuishi,
Ni wazazi wako ndio walifanya jambo lile. Ndio. Kwa sababu nao waliishi katika familia. Wazazi wako wakujizaa wenyewe, walizana watu wengine. Ndio maana nyuma ikaonekana. Kwa hiyo Wakristo wanaharibikiwa pale panapokana ushauri. Kwa sababu unapokubali ushauri kwa aina mbili. Kuna ushauri mzuri na ushauri mbaya. Sasa utajua je ambaye anakupa ushauri mzuri. Ina maana lazima ukutane na yule mtu wa kweli. Na mtu wa kweli hawezi kampata hivi kulala kulamuka, hapana. Ndio. Kwa sababu unapokuwa unatafuta ukweli, Mungu atakutanisha na watu wa ukweli tu. Na unapotafuta vitu vya fake, na utakutana na watu wa fake tu. Hilo ndio naweza kuongea kwa kifupi. Kwa hiyo tunalazimika tubadilishe mfumo wa Wakristo. Yesu awe Bwana katika maishani mwao. Yaani awe Bwana Mwokozi katika maishani mwao. Kwa sababu baadhi ya wengi sana hawataki. Unaona hata makanisa siku hizi ukiingia point ya maombi wanakimbia. Yo kigusa tu maombi tu, bana leo tutakuwa na mfungo ama mkesha fulani. Hiyo kanisa wengi ambao watakuja kanisani hata zidi watu 30. Watakimbia. Kwa sababu gani? Hawajui thamani ya Ukristo wao. Kweli. Hawajui kitu anachokifanya. Wanasindikizana. Na watu ambao wanasindikizana hao ndio waongeaji, anaweza kaanza kuongea hapa. Yaani unafikiri labda na ana maneno matamu kabisa kushawishi mtu. Yeah. Amen. Unaona? Na hilo ndio inaleta changamoto sana katika Wakristo wa karne hii. Hatutaki kushauriwa. Hatutaki kukamatana, hatupendani tena. Na mwenzako akishaokoka, unajua fulani akishaokoka, unajikuta watu wanamtembelea yule mtu kwa sababu awe karibu asianguke tena katika swala lile. Lakini sio siku hizi. Mtu akishaokoka kanisani, kuna kanisa moja ambayo niwahi kuparticipate. Mtu akaamua kuokoka akasema Yesu kwa Bwana Mwokozi, akamfanyia maombi ya toba nini akamaliza. Kuliko kumwelekeza wamkutanisha na mtu ambaye anaweza kumfundisha ile akomae, wanamwelekeza aende kwenye masomo ya teolojia. Ndio atajua Biblia vizuri. Ushangae. Kule kwenye ataenda kule kusoma teolojia. Na wakati yeye mwenyewe hajakuwa na mizizi, unahakika kule wale mafundisho ataingia. Ndio kitu ambacho kinawaponza watu wengi. Unajua watu wengi wamelemea mafundisho ya dunia. Ile elimu ya dunia, lakini misingi ya ile elimu ili iwe kiroho inakuwa changamoto. Yeah. Unaweza kutuambia kitu gani hapo? Inafuatana na unajua katika makanisa ambayo tuko na kuna makanisa za Mungu na kanisa za miungu. Kanisa ya Mungu ni lile ambalo liko na mizizi ya maombi. Kwa sababu hawezi kula chakula bila hata bila kupita kumoto. Lazima chakula uweke kwenye moto, kiwive, ndio watu watakula. Sasa wewe unaenda direct kuanza kula chakula cha mbichi. Kweli utakuwa mtumishi. Kwa sababu kanisa nao kubali maombi, inaoishi katika njia za maombi, ina maana hapo ndio anapika nini chakula. Na lile chakula kuja kutumiwa ndio neno. Na lile neno kuja kuikaa kwa mtu ambaye anajua kuomba, linakuwa na mizizi kwa sababu atajua, anaelewa kitu ambacho kinachoendelea ni kitu gani. Yes. Sio kanaeleweka vizuri hapo. Lakini kama hajue maombi, hawezi kafanikisha hata kidogo. Mfano kama mimi mara nyingi nachukua mfano mimi sana. Mimi nilikuwa zamani, kabla sijaokoka, nilikuwa sifahamu kusoma Biblia. Hii ni Agano Jipya, ni Agano la Kale. Mimi nilikuwa sijui. Lakini iliyonipa kibali ambaye nisaidia mimi kuifahamu na akanielekeza, ukitaka kufahamu kwa haraka, kwa vizuri, ujue kwanza kuomba. Ukishajua kuomba, hii Biblia utaifahamu vizuri, utajua Agano la Kale na utajua Agano Jipya. Kujua kuomba ndo akaanza kunielekeza jinsi gani ya kujua kuomba. Na ni kweli. Na kipindi aliponielekeza jinsi gani ya kujua kuomba, sikufanya miezi miwili. Sikufanya hata miezi miwili. Ulikuwa mwezi huu mmoja tu. Kipindi nikadili maneno ya kuomba na hivi unaweza kila hitaji na maombi yake hapo tofauti. Jinsi alivyonielekeza jinsi gani ya kuomba na kila hitaji na jinsi gani ya kuomba. Biblia nikaanza kuijua vizuri. Nikajua Agano Jipya ni hii na Agano la Kale hii. Maombi. Sasa unakimbilia au utaki maombi, unataka kwenda kuisomea ili ujue Biblia. Utaijua Biblia kigazeti.
kama vile kitabu kingine, kwa sababu Biblia ni kitu cha roho. Hawakuandika Biblia katika kimwili. Roho Mtakatifu aliingia ndani mwao ndo akaandika Biblia. Kwa hiyo ni roho. Na roho lazima na uzame katika roho ndo utafahamu mambo ya roho. Ina maana kuzama katika roho lazima kuwe kwanza na nguvu ya maombi. Ndio, ikiwa ndani mwako, kama ndani mwako hauna nguvu za maombi, hii Biblia huwezi kuelewa, utaona kama ni gazeti tu. Utaishikilia kama vile gazeti, na hii mistari ambayo inaandikwa pale wakisema wanakuja leo, wewe unachukua wanakuja leo watu wenye vita. Kumbe anasema watu wenye vita, anasema wanakuja leo labda ni wageni. Lakini kwa sababu ukizama ndani, ukisoma Biblia, ukisha kuwa ndani na usome ile Biblia, utaelewa Biblia vizuri sana na maneno yatanyoka vizuri, na ukipanda kwenye madhabahu kuja kuhubiri, utahubiri kitu ambacho unacho uhakika. Amen. Haupapasi. Lakini leo watu wengi wanafanya mashortcut. Asome Biblia sana kisha soma verse sana ambazo zinaendana na hiyo somo basi. Na zile anaenda hivi, unajua kama hii somo inaandikwa kuna kusudi gani ambalo ilisababisha andiko kama hilo neno kama hilo. Kwa hiyo hapo ndio changamoto ambayo inapatikana hapo. Sio naeleweka kujibu kwangu. Tunasikia vizuri hapo, sawa. Okay, tunakusikia. Kwa hiyo hilo ndio linaleta changamoto kubwa katika karne hii. Unajua maisha napendaga sana wachawi. Na wapendaga kwa sababu gani? Acha niseme neno hili. Kisema kuwapenda wachawi. Na wapenda sana kwa sababu gani nawapenda? Mchawi hawezi fika kwa mwanadamu bila kuwa na sababu. Hii ni number 1. Cha pili, mchawi mara nyingi kwa jinsi anavyotembea anakuaga rohoni. Unafikia hapa yuko anatembea, kumbe hayatembea kwenye, wewe unaona miguu katika kimwili, kumbe direct iko juu ya barabara. Yeye iko juu. Wewe unaona mwenzako anatembea katika miguu, kumbe chini sio miguu. Tayari yaisha kwa ngani hapa anasema kiroho. Ingekuwa sisi wa Kristo tu katika hali ile, tungekuwa watu wazuri sana. Amen. Ni kweli. Tungekuwa watu ambao tukifika eneo na ulimwengu unatikisika, hapa hao ni wa Kristo. Yes. Sasa hivi wa Kristo wanaanza kuonekana, watu wanasema tunatambua katika matendo, labda kwa sababu wamevaa mavazi mazuri, hapa wanaonekana kama ni Kristo. Hiyo haiendani. Mkristo anajulikana katika roho. Yes. Mkristo anajulikana katika roho. Mkristo hajulikani kwa sababu fulani anaongea mimi ni Mkristo, ama kwa sababu anajua kusoma Biblia sana, ama anatishia watu kwa amani kwa mavazi yake eti hapo tayari. Hapana. Mkristo wa kweli anajulikana katika roho. Kweli. Kwa hiyo hilo ndio linasababisha watu wengi hawataki kujua maombi. Ukishapenda kujua maombi ni kuelekezwa. Na ukishaelekezwa, ukiona ukisema kwamba Yesu au Bwana mkuu katika maisha yako, ni ukielekezwa yashike na wafuatilie, na utaona utamu wa Ukristo. Yes. Na nikiangalia mara nyingi watu wa kidunia ni wanakuwa na upendo sana kushinda wa Kristo. Yaani hao watu ambao wanapenda sana vya kidunia kama walevi, watu kama hao, yaani wao wanakuwa na upendo sana kushinda sisi ambao tupo kwenye makanisa. Yaani hiyo naweza kaniambiaje? Yaani ni kwa nini iwe hivyo? Haleluya. Nitakujibu. Kama unaona watu wa dunia wana upendo kuliko sisi wa Kristo, kufatana kinachounganisha wao na upendo ni ule ulevi, ama ni masuala fulani ambayo yanakutanisha. Kwa sababu mlevi, wewe jaribu umwage pombe ya mlevi, atakupiga. Ni shida. Umeelewa? Ama uchukue sigara yake ambayo anavuta uiponde chini, atashughulikia. Yeah. Lakini leo mtu akikunyang'anya Biblia unaona kawaida. Kweli. Biblia ambayo ni silaha, ambayo ni neno la Mungu, yeah, ambayo ni nguvu ya Mungu, ndio ambayo ndio mamlaka. Yes. Uwezo. Anakunyang'anya uwezo. Anakunyang'anya, unaona normali tu. Msamani kidogo, mtumishi wa Mungu. Unanikumbusha wakati Mungu aliumba mbingu na nchi. Ndio. Biblia inasema kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi kwa kuongea maneno. Ndio. Sasa Biblia ni neno la Mungu. Ndio. Neno ndilo linaloumba. Ndio. Ni bora mtu akunyang'anye Biblia, lakini akuachie pesa. Ndio dunia ya leo. Ndio sasa hivi. Pasipo kujua ya kwamba anakunyang'anya uumbaji ambao
Mungu amekupatia na wewe kama vile kiumbe kilichoumbwa kwa mfano wake, ili na wewe uumbe kupitia maneno ile ya ubaya. Wewe unaona it is. Unaacha tu. Unaacha. Karama sio wokovu. Ni huruma sana. Unaona? Sasa watu wengi hata Biblia kwenda kanisani. Yes. Kwenda kanisani Wakristo wenda kuchukua Biblia hii ambayo inachukua $30 sasa hivi, zamani ilikuwa $10 ama $15. Okay. Kununua Biblia tu Mkristo, kununua tu Biblia kwenda nayo kanisani. Unaweza utafika kanisani utajikuta watu ambao na Biblia hawafiki, kama ni kanisa ningia watu 200, utakuwa watu ambao na Biblia hawatapita 20. Baadhi wengi hawana Biblia, na hata ile Biblia akienda nalo hata ana muda wa kulifungua asome. Anaenda nalo kwa sababu aesthetic, anaonekana ameleta Biblia kanisani, kwa sababu ndani mwake hamna mbegu. Sasa wale walevi ama wale wa dunia wanakuwa na mbegu ya dunia. Ndio maana wako wanashikamana, kwa sababu ile mbegu ya dunia wanashare, wako kitu kimoja. Wewe sasa hivi tuko hapa, sisi sote wa Kristo hapa. Nichukue maji hapa, kikombe cha maji, ninyi kidogo, nikupashie, hautakunywa. Lakini yule ambaye tunatumia, yule ambaye atakuwa anatumia glasi ya pombe, akimpashia mwenzake na anachukua na furaha na anakunywa na appetite ya mzuri tu, elengi, yana anajisikia fieri kabisa, elengi, makoki elengi. Naona kwa sababu sisi baadhi ya watu wengi sio wa Kristo. Ndio maana watu wa dunia wanatupiga bao, na wanapiga bao wale ambao wasiokoka, wale ambao wanajifanya wa Kristo kumbe sio wa Kristo. Lakini upendo wa Kristo watu ambao wanaokoka inazidi walevi. Yes. Mfano hapa hivi. Nimetoka wapi mimi mpaka nije hapa? Upendo. Kilichonileta hapa ni ule upendo wa kazi ya Mungu naipenda. Thamani. Kuna mamilioni ya watu katika dunia hii, mpaka mtumishi anite nende kwenye ofisini kwake kufanya interview ama kufanya injili katika njia hii. Ni thamani kubwa. Acha na mimi nichukue muda niende. Nataka nikuulize. Uliza. Kwa nini unaweza kaniambia faida ya mtu kwenda kanisani? Maana kuna wengine wanaenda kanisani michezo na kila mtu ana sababu yake ya kwenda kanisani, kwenda kwenye ibada. Unaweza kaniambia faida ya kwenda kwenye ibada? Kwenda kanisani ni jambo la heri sana kwa wale ambao wanaokoka. Ndio. Kwa sababu Biblia tunapokuwa wawili watatu, Roho Mtakatifu anakuwa pamoja nasi. Ndio inasema Biblia hivyo. Na kujumuika kwa pamoja inakuwa nasaidiana, kwa sababu chuma kunoa chuma. Sasa unapokwenda kanisani kila mtu ana sababu yake. Kwa sababu kule kanisani atuangalie huyu ni nani au ni nani. Kila mtu ana sababu yake. Kuna watu ambao wanaenda kule kutafuta mademu. Na kuna watu ambao wanaenda kule. Hiyo ni ukweli. Na kuna watu wengine ambao wanaenda kule kuongea na Mungu kweli kinagaubaga. Yes. Na kuna watu wengine ambao wanaenda pale masifa, aonekane naenda kanisani kumbi au akinunua nguo mpya. Amevaa veste vizuri. Na ndio imekuwa tabia watu wengi hapa Marekani. Tukiangalia watu wengi, yani akishanunua nguo nzuri, kosa anatakiwa aende nyuma kwenye ibada. Afike nyuma ili kwamba kila mtu akiingia pale. Sasa wewe unategemea aende wapi? Wakati kanisani ndio kuna watu. Unaona? Sasa ukitaka watu kama hawa ni wengi sana makanisani. Yes. Sasa wewe kama Mungu amekuita, wewe hauwezi kujili nao. Kwa sababu Biblia inasema kila mtu atabeba msalaba wake. Wewe shika ulicho nacho. Kama Mungu amekuokoa katika kazi yake, wewe fanya ile kazi yake, hao wengine achana nao. Kwa sababu atakuwekea masisimizi bure. Kuna kanisa moja ambayo nilifika, mchungaji mkuu kipicha sifa na mabudu anampigia simu, anapokea simu, iko naongea kwenye simu. Na tupo kipicha sifa na mabudu, yeye ndio atahubiri. Umeelewa? Alipomaliza kuongea kwenye simu, na huko tunaanza kukaribisha mchungaji, karibu sasa. Ule mwenye anaomba kipindi cha mchungaji akaribia kuhubiri, yeye ndo anatoka pale nje kuongea kwenye simu. Je, unaweza kaseme nini hapa? Huyo alikuwa mchungaji au alikuwa ni mchungaji, na mpaka leo ni mchungaji. Na hao ndo wachungaji ambao wamejaa kwa sasa hivi.
Sasa hilo ndio nawakwambia kwamba kutawatambua watu wengi wanasema tutawatambua katika matendo. Hapana, hiyo mimi sikuwake na ikubali. Tutawatambua katika roho. Kwa sababu Biblia inatuambia katika roho na kweli tutawajua. Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema kwamba wewe ni mwalimu wa ukweli. Tunajua wewe unauzungumza ukweli. Haangalii sura ya mwanadamu wala cheo cha mwanadamu, lakini unaongea nini? Ukweli. Yes. Umeelewa? Kwa hiyo ile ya kusema kwamba tutawatambua katika matendo yao, hilo kwangu naona kama vile ni swaga. Kwa sababu wauaji leo wanavaa mavesti. Na ambao tunaona wanavaa mnyanyapusa wa ndugu zetu wazungu huku. Baadhi ya wengi wazungu ni wana roho nzuri kuliko sisi tena. Ila nakwambia ukweli. Nililitambua kipindi nyumba yangu ilipungua. Kipindi nyumba yangu ilipungua, waliokaribia pale kunipa pole na kutoa taarifa polisi mapema walikuwa ni wao wa ndugu zetu. Wao wa rangi ambayo sio wa kwetu, wazungu. Yeah. Wakaripotea mapema, mimi niko ndani ya nyumba yangu inaungua huku, mimi sijui kinachoendelea. Polisi kufika pale na magari ya kuzima, sisi ndio kustuka kumbe nyumba iko inaungua. Umeelewa eti? Sasa watu ambao walikuja pale kunipa pole, umeelewa? Ni wazungu walikuwa na jaza kama 300 na ilijaa, eneo yote ilijaa wengi. Na pale hao wakakongoa pesa na mavazi ndani ya nyumba yao. Nilitoka pale nima mafurushi ya manguo na viatu na mashuka na pesa juu. Na pesa juu. Na hawa ndugu zetu wa rangi kama ya kwangu, kabila kama ya kwangu, wananyangalia macho kodo hivi hakuna cha kusema. Tena wanafurahia. Wengine wananiambia umekoma kabisa, umekimbia kufungua huduma haraka, wamekukomesha live. Kwa unafi. Umeelewa? Dunia na mengi sana. Na mambo kama hayo. Kwa hiyo watu ambao wanaokoka hatuwajui katika matendo ya, hapana, katika roho. Kwa sababu roho ndio inaongea. Katika roho, sio katika matendo. Sio hapo wengi tu wanavaa mavesti vizuri na napendeza kutembea kwa kama vile kobe. Lakini ndani mwake ni mbwa mwitu. Kweli. Kwa mama hapa wanapiga madee panya hapa ya mzuri tu, kufika kanisa wanajazwa kabisa, kuangalia ndani mwake ni mbwa mwitu. Alafu huyo siku kichelewa kanisani. Yaani sijui niseme nini. Utasemwa ni hata. Wanaongea kiunafiki ndani mwao ndio shida. Kwa hiyo Wakristo wa karne hii tupo katika nyakati za hatari sana, kwa sababu kila kitu kinaanza kukiona katika macho ya nyama. Kwa sababu leo ukiuawa katika njia uchawi, haitapita siku 3 ule mtu ambaye anaua anajulikanaga ni fulani ndo alimuua. Kwa sababu tuko wakati wa hatari mno. Sijui kama naeleweka vizuri. Tunasikia vizuri hapo kabisa. Kwa hiyo tuko katika nyakati za hatari sana hapa. Tunatakiwa tuwe makini sana katika Ukristo ambao tuko nao. Tulee Ukristo wetu kama vitu tunavyolea liyai katika mikononi. Tulee Ukristo wetu kama jinsi tunavyolea kioo katika mikononi. Tulee Ukristo wetu kama jinsi tunavyolea wa bebe asianguke, unamleza bebe bien apate sema kutulia. Kwa hiyo hilo ndio naweza kuzungumza katika pointi kubwa hii ambayo tungane nayo ya changamoto za Wakristo wa karne hii. Ndio. Sio kama kuna lingine karibuni uniulize. Hapo nimesikia vizuri. Ila ningependelea ushuke kwanza kwa sababu tutakuwa na mengi ya kuongelea huko chini. Itakuwa vizuri sasa tukishakuelewa vizuri. Sawa, pointi ya A ambayo inasema changamoto za Wakristo wa karne hii. Pointi yake A inasema changamoto za maisha ya kisasa. Maisha ya kisasa ambayo tuko nayo sisi watumishi wa Mungu ama sisi watoto wa Mungu. Tumeshapendelea vitu vya shortcut sana. Yes. Tumeshapendelea maisha ya kukata kwa haraka ili tufaidike kwa haraka. Na hiyo haraka ndio inatuponza, kwa sababu haraka haina baraka. Tunapenda leo jinsi tunamizaliwa leo hivi leo, na hapo waanze kunywa uji, na hapo waanze kutembea, na hapo waanze kula ugali. Wanashindwa kuelewa kwamba kila kitu kinaanzaga a zero. Soma Biblia babangu. Soma Warumi. Mwingine asome kitabu cha
Petro wa kwanza 1:14 na Warumi 12 na mstari wa 2. Tunasoma kitabu cha Warumi 12 ndio mstari wake wa 2 katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ndio. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Ndio. Yaliyo mema, ya kumpendeza. Ndio. Na ukamilifu. Amen. 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 Tunatakiwa tuchukue mfumo mpya ambao ukishaokoka yale ya zamani umeshayaacha. Hakuna tena kuchukua ile historia ambayo ulikuwa unafanya zamani uyaweke mbele. Hapana, yameshabaki. Acha ibaki tu historia. Wewe fata mindubinu ambao unaelekezwa. Kwa sababu maisha ambayo tuko nayo yanatoka kwa mikono ya watu wengine, yasikudanganye mtu. Maisha ambayo tuko nayo yanatoka mikononi ya watu wengine. Mungu, hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba Mungu alitoa fedha mbinguni zikashuka kwa mwanadamu, chukua ende kalipe deni ama fanye. Hakuna. Lakini pesa inapatikana kwa wanadamu kwa sisi. Yes. Kwa hiyo tusipendelee maisha yetu ya pupa. Kama ndugu zetu wa maleo wanasema vitu kupupuluma. Vitu vya haraka ili ufanyikiwe kwa haraka. Hapana. Yes. Chukua muda. Vitu vya dunia. Hakuna mtu ambaye anatafuta vitu vya dunia maisha yake akakuwa mazuri zaidi sana. Atapata fedha sawa, atapata mali sawa, lakini utajikuta analala kaburini. Ndio sehemu yako ya kwenda kulala. Analala chooni, analala chini ya jeneza. Unajua iko naishi katika masharti, anakula fedha na anakula maisha, lakini iko na taabu ya kuumia sana katika maisha. Na nyinyi vijana ambao mshakomaa siku hizi, mshajua mitandao vizuri, yaani ndio mshaharibu ulimwengu, mshapenda vitu ambao kabla hujafikia, hata baba yako labda alikuwa hata hajafikia jambo fulani, wewe tayari. Tuko siku moja tuko barabarani hivi. Acha niwape mfano ambao uko wazi. Wakapata ajali, vijana mmoja alipata ajali. Yeye ndo alikuwa kwenye kosa kweli na alikubali kosa. Lakini huyu kijana huyo baba yake alikuwa anajua Kiingereza. Mtoto anajua Kiingereza. Sasa babake akamwambia hivi, jinsi uko polisi wako hapa na tayari huko ndo huko na kosa. Wacha mimi baba yako mimi nakwambia maneno ya kuzungumuza hapa, kwa sababu hii panic ambayo iko hapa ishuke kuliko kurupuka kuongea Kiingereza sana. Wakati utakuja kuongea Kiingereza ni lugha tu, unaweza kuja kuongea maneno mabaya tukapigwa tiketi ambayo inaweza katuzuru. Ndio. Sasa baba yake venyuko anamwambia baba yake na venyuko naongea ni vitu vile viko tofauti. Kuangalia tiketi 1500. Sasa mimi mwenyewe tulikuwa nasikia pale ukasema huyu mtoto wako alikuwa anaongea venyuko anamwambia anaviongea tofauti. Yeye mtoto nilikuwa naongea tofauti. Kwani ulikuwa unaongea babako anakuelezea mambo mazuri ya kuelekeza jinsi ulipata ajali kweli, lakini kwa sababu yani kesi sio kubwa. Kwa sababu ile kujua lugha anajifanya anajua. Matokeo tiketi 1500 ikashuka. Huo ndo ujuaji sasa. Kufanya vitu vya haraka kwa sababu najua lugha hata nifanye. Kujua lugha hayamaanisha kwamba wewe unafahamu kuliko baba yako. Hapana, baba ni baba tu. Dad is dad. Umeelewa? Na unapoambiwa jambo katika njia mzuri, usione lile jambo ni mbaya. Hapana. Hakuna mzazi ambaye anaweza katekea mtoto wake apate mabaya. Haiko. Kila mzazi anapenda mtoto wake awe vizuri. Lakini hapo mtumishi, mimi naweza kuongezea. Unajua wazazi wengi pia, twende mfano kipindi mtu anataka kuoa. Unajikuta kwamba nimempenda binti fulani. Nimempenda mtoto wa mtu fulani. Nimeanza naye urafiki, lakini mwisho wa siku familia yangu ikishajua ile habari. Nikaenda kwa familia yangu nikaongea nao, nimempenda mtu fulani, sijui hivi na hivi na hivi na hivi. Familia yenyewe inaniambia kwamba ule mtoto hatumtaki. Ule binti hatumhitaji. Lakini kuna mtoto wa fulani ambaye anatulia sana. Lakini mwisho wa siku unakuwa mtu mwenye kutia maamuzi, sijui niamue kitu gani. Unaanza kuwa na duha ndani yako, nifanye kitu gani? Unajikuta kwamba unaweka maamuzi ambayo sio sahihi. Na hiyo pia inachangia kwamba familia pia nao wanafanya mambo mabaya pia kwa watoto. Ni kweli. Kwa sababu nikiangalia watu wengi ambao labda ndoa nyingi ambazo labda zimevunjika, kuna chanzo ambayo pia iko pale. Kimeanza kwa wazazi au kwa familia. Chimbuko, acha kwani kukwambia. Hallelujah. Amina. Amen. Chimbuko ya wewe kuchumbia mtu kwa sababu baba yako wala mama yako
Yeye sio Mungu, ni mwanadamu kama wewe. Umeelewa? Yes. Na hiyo lazima uwe na limit. Kwa sababu kweli umenizaa, ni kweli sijakataa. Lakini sio kila jambo ambalo unaweza kaongea wewe inakuwa ni sahihi. Kuna mengine ambayo haiwezi kuwa sahihi kwa sababu sote ni binadamu. Binadamu. Sasa wewe ambao unamchumbia wewe mwenyewe, uko sure na huyu mwanamke jinsi collection yenu inaendana? Kwa sababu anaoa ni wewe, sio mama yako wala baba yako. Kwa sababu kipindi baba yako alioa wewe, alioa mama yako yeye. Na yeye alikuwa anashikilia mapenzi kabisa, alikuwa moto moto. Umeelewa? Na kipindi naye alikuwa anashikilia mapenzi, alikuwa moto moto, na kuna baadhi ya wengine ambao walimshauri vile vile. Kweli. Umeelewa? Ndio. Sasa cha msingi ni wewe kwanza, huyu ambao unapendana naye wewe, uko vizuri naye? Kwa sababu wewe ndio unakuja kuishi maisha yenu. Ule baba ni baba tu, ni mama ni mama tu. Sasa ukiwa na huyo mzazi ambaye anakuchagulia mwanamke au mwanaume, anakwambia ukiolewa na huyo au ukioa huyo, anaanza sasa kukwambia maneno si. Hiyo laana haiwezi kupatikana. Acha kwambie. Hiyo laana haiwezi kupatikana. Kama ni ana Mungu, kama ana Mungu, inaweza kupatikana laana. Lakini mtu ambaye anaogopa Mungu, hiyo laana haiwezi kupatikana. Kwa kivipi? Kwa sababu kupata mwanamke bora sio jambo nyepesi. Ni kweli. Na kupata mwanaume bora sio jambo nyepesi. Na kingine wangekuwa wanaelewa kwamba bora mtu kujilaumu mwenyewe kuliko kulaumu mtu, hawangekuwa anafanya yote. Kwa sababu wewe ukimchagulia mtoto wako mwanamke au mwanaume, akienda kupata shida kule atakulaumu wewe mzazi. Ndio. Atasema kwamba wazazi wangu ndio walisababisha mimi nioe mwanamke. Kuna mwanamke ambaye nilikuwa namtaka lakini waling'ang'ania ni muoe huyu. Shida tena itakuwa kwa wewe mzazi. Ndio hivyo, twende pamoja. Tuko pamoja. Yes. Ukiona baba yako au mama yako anakuambia uoe mtoto wa fulani. Kuna haya mawili. Kama mama yako anaokoka kweli, anakuelekeza sehemu nzuri. Kwa sababu tayari ameshaona kwamba hapa ni pahali pazuri. Hakika baba yako haokoki. Ama mama yako haokoki, ama nyewe wote haokoki. Hapo napo kuna mambo haya mawili. Cha kwanza, wanagawana labda kitu fulani cha giza chao ambao anajuana, kisende sehemu nyingine. Au, na wapi ukweli hivi? Ni kweli ya. Umeelewa? Au amependezwa na comportement ya yule binti tu, ama yule kijana tu. Ni kweli. Sasa ikiwa wewe umtaki, ufanyeje jamani? Na hivi ndoa ni ya watu hawa wawili. Kwa hiyo baba akubali, akatae, kwa sababu yeye sio mwenye ataolewa na yeye sio mwenye ataoa. Inatakiwa kila kitu kukaa katika maadili ya utu. Hapo ni utu ambao unafanyika pale tu. Kwa sababu kitu ukifanya by force kwa kulazimisha, labda wewe ambao unalazimisha aolewe na mtoto wako, labda atakuwa kishimungani. Baadaye sasa itakuwaje? Inakuwa kesi. Sasa inatakiwa wewe ambao unaolewa wewe na yule ambaye anaoa, inatakiwa kwanza nyie wawili more be careful. Muangalie kwamba hichi kitu ambacho anatofanya hapa, hichi kitu ambacho anatofanya hapa mimi, je, narizika nacho? Kwa sababu anaorizika ni yule ambaye anaooa na anaolewa. Ulimwengu umeshabadilika. Zamani walikuwa hivyo, kwa sababu walikuwa na share mambo haya mawili. Huku kwao wanakuwa na uchao aina fulani, na huko kwetu tunakuwa na uchao. Tukikamata mwanamke akija hapa atatuletea uchao wao, utasaidia katika mambo fulani. Au kuelewana wazazi kwa wazazi, kweli jinsi wamekaa makolegi ama urafiki. Sio, naeleweka vizuri? Yeah, tunasikia vizuri. Hilo linakuwa. Lakini kama wewe mwenyewe umejichagulia huyu na mwanaume naye amesema kwamba ni huyu, usikate tamaa. Wazazi watake wasitake watakubaliana na wewe, kwa sababu wanaoana pale ni nyinyi wawili. Nasikia, usikate tamaa. Umeelewa? Usikate tamaa. Yeah, kwa sababu ukiangalia maadili ya wazazi wa siku hizi. Najua ulimwengu umesha kufa. Kuambia mtoto pako wale nafanya, najua ulimwengu umeshakufa. Lakini bado watu wapo kweli. Na wale ambao wanakuwa na hiyo roho wana jambo fulani ambao anatafuta kwa chini.
Tusidanganyane. Wao mnatongoza mtu ku TikTok. Unatongoza mtu ku TikTok, unaona anatongoza. Kila mtu yuko state tofauti. Sasa ule baba yako na mama atamjua je ule vipi ule kijana? Umeelewa? Kwa hiyo ukija kutoa taarifa na taa wa mtoto fulani tayari wewe mshapendana, mshanoga mapenzi yenu. Yeye atajua mtu je ambaye anatoka mji wa Mosambiki, ajui historia yake, na wewe umetoka Kenya Kakuma, ajui historia yako, mnakuja kukutana huko kila mtu kwa. Sasa tena atajua historia yake. Hakuna. Umeelewa? Kwa cha msingi nyinyi kwanza wawili mchukue maamuzi kwanza nyinyi wawili. Kwa sababu hapa chini ajua tulipa vitu hivi viwili na Mungu. Katika swala upendo. Katika dunia ambayo tuko nayo tulipewa masuala haya, mambo haya mawili. Ili Biblia ituambia kwamba tuwapende wake zetu na wake zetu watii waume zao. Umeelewa? Sasa unapokuwa mnatongozana na mchumba wako wewe, ukimwambia anakataa, ukimwambia unakataa, ukimwambia unakataa, unafikia wewe ukishaingia katika ndoa ndio atakukubali. Tumishi, tusomee kitabu hapa. Tusomee kitabu cha Wakorinto, Petro wa kwanza 4:14. Petro wa kwanza 1:14. Tunasoma Petro wa kwanza. Ndio. 1:14 kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Tushuke? Ishakwa. Amen. Watu wengi wanafanya mambo ya haraka. Umeelewa? Na hilo ndio inaleta watu wengi madivorce kuwa sana. Mfano ambao tutaongea leo hapa. Kupenda vitu vya dunia haraka. Hauna hela unapenda mavazi ya bei kali. Hauna hela unataka kusukwa ama kununua wigi ya thamani pesa nyingi wakati wewe hauna. Madivorce yanakuwa nyingi kwa sababu unaolewa katika ndani ya ndoa yenu hamna mizizi. Divorce zinakuwa nyingi kwa sababu gani? Ndani yenu hakuna mizizi katika zile amri mbili ambazo Mungu alituachia. Tuwapende wake zetu tunalivunja, na wale wake zenu watii waume zenu tunalivunja. Na hapo katikati tunapolivunja hilo jambo, haya mambo mawili, hamupo tena kiroho hivyo, mshakuwa kimwili, na lazima ya mwili anakuwa ya dunia tu. Unaona? Upendo sasa hivi umeshapotea. Hakuna tena upendo. Watoto kosa kusikiliza wazazi, kusha kwa watoto makahaba kusikia wazazi, akisha panga lake ni lile tu. Hawezi kapangua, hawezi kufanya chochote. Anajisahau kama Mungu wa kwanza katika maisha ambayo tuko nayo ni baba yako na mama yako. Hasa wao unashindwa kueleza, unashindwa kuwasikiliza. Utawasikiliza wakina nani? Sheria za Marekani zimewapandisha vichwa sana. Sheria za Marekani wapandisha kichwa sana, lakini hakuna siku Marekani ushaambia kwamba wewe uzara baba yako. Mbali wanafundishwa sheria. Mtoto mwenye akili anajifunza kitu kizuri, na mtoto mpumbavu anachukua vile kitu mpumbavu. Mfano ambao iko wazi, tulipata malalamiko siku moja ya mtoto mmoja yuko darasani, maisha yake darasani, anaenda kugugu, anauliza bei za silaha. Umeelewa? Anauliza bei za silaha. Huyu mtoto yuko shule hivi. Anauliza bei za silaha. Sasa hii silaha ukitaka kuua wanafanya nini? Na vitendo vya kusababisha mtu kuua ina sababu gani? Umeelewa maswali yake kijinga. Sasa ukishaua unafunguliwa mashtaka ya miaka mingapi? Umeelewa? Ama unaweza kawachiwa ama je? Sasa haya ndio maswala alikuwa anauliza. Sasa kipindi alikuwa anauliza maswala, kumbe pale manager pale shuleni, headmaster, kumbe anakuwa na program yao ya kuchunguza yale maneno. Umeelewa? Wanapoandika pale shuleni wanaangalia nini, wanachunguza nini. Wewe unafahamu jinsi mnapita kushule yenu. Sasa kuangalia mtoto wao maneno. Sasa bahati nzuri mtoto alipokuwa anaandika wanamwambia aache hiyo tabia, akashindwa. Mama yake akaanza kupigiwa simu wale wazazi wake. Wewe mtoto wako yuko hivi, mwambie mtoto wako aache hivi. Mtoto akakuwa anaulizwa nyumbani, anakataa, anadharau mama yake, anadharau wazazi wake. Sasa siku moja mama yake na baba yake akapata hasira. Sasa takuwa kila siku tupigie simu mtoto anafanya nini? Mbona tu hapa nyumbani anatulia? Tatizo nini? Kwenda shule wakamwambia mama yake na baba yake kaenda shule. Mtuambie sababu yenyewe kila siku tupigie simu. Ndio akaleta kompyuta ya kwake na password akafungua, muangalie jinsi anaviuliza vitu ku Google amba viko hapa vya kuwana hivi ni hali gani? Unaona? Kwa hiyo ulimwengu umeshaharibika katika watoto. Watoto hawasikilizi wazazi, sio kwamba ni masomo, hapana, ni akili ya mtoto ambaye iko nayo ndani ya akili yake. Kwa nini wenzake hawaandiki mambo kama haya?
Umeelewa? Mtoto ungali shuleni unakimbilia uoreo haraka. Simu yako ujinga ndio vinajazana kwenye simu. Google yako hainaga vitu vingine. Haujaona uche, unaona kama vile hujafurahia. Sasa hiyo ndio inasababisha watoto wengi kuangamia. Mambo ya mapenzi. Ungane miaka bado mro wako ungane wa shule unang'ang'ania kupata wapenzi. Unalazimisha ulimwengu ugeuke kwa haraka na unaambia wazazi wako wanakudanganya miaka yako sio hiyo miaka yako. Wao ni miaka 29 ama 20 ama 19 ama 18. Wazazi wako wanaambia hapana wewe ni miaka 17 hivi ama 14. Hapana mnadanganya miaka. Yeye anaanza kufanya contraire sasa. Wazazi wako kama vile wanadanganya miaka yake kisa mikombokolo ama ile jinsi amerefuka sana na ameshakuwa na taye basi amemaliza ulimwengu. Na hilo ndio changamoto watoto. Na hilo ndio linasababisha watu wengi sana kuingia katika changamoto hii ya maisha ya kisasa. Watu wengi wanapenda vitu vya haraka. Unaona? Ndoa zinaribika bila hata yani unajiuliza hii ndoa inaribika hii. Inakuwa aje hii ndoa ikiharibika? Mbona ilikuwa bien? Na wengine walikuwa nafuata hatua zao, waanza kuiga tabia zao. Walikuwa wanaonyesha kama wako na move, kumbe ndani mwao hakuna. Kwa hiyo maisha ya sasa hivi ni hatari sana. Ndio maana Biblia inasema kwamba shika sana ulicho nacho. Shikamata mchumba wako ambao uko naye. Mshikilie kwa vizuri ili muzoeane. Ipo siku muje kuoana. Kwa sababu dunia imeshaharibika. Labda huyu ambao unaweza kumuacha, huyu ambao unaenda kukimbilia ni shimungara. Kweli. Umeelewa? Kwa hiyo tusiweke wanawake kama vile daladala na tusiweke wanaume kama vile kituo cha basi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hilo hili ndio changamoto ambazo zinaingia katika ulimwengu ambao tuko nao. Ndio maana mnaona hata mfumo wa kisasa watu wengi wanashindwa kuogopa Mungu. Watu wengi hawapendi kuelewana. Watu wengi hawataki kumaliza swala nyumbani. Wanapenda wao tu. Akishajua Kiingereza kama kwetu hapa akishajua Kiingereza anafungulisha mwenzake mastaka kote. Inafikia mpaka hatua mtoto wa watu anapelekwa deport nyumbani kwa sababu hawapendi suluhu. Ulimwengu umeshaharibika. Ndio maana unaona makanisa yamekuwa mengi. Makanisa yanakuwa mengi. Na katika makanisa mengi kuna makanisa fake na makanisa original. Sio kwa sababu zimefunguliwa sasa ndio inaonekana kama vile zile za zamani ambazo zilifunguliwa ndio zilikuwa original. Hapana. Bali kanisa kwanza ni mwili wako. Yale majengo yamekuwa mengi kufatana na comportement za ulimwengu ambao tuko nao ndani ya siku hizi. Okay. Watumishi wengi sana ni waongo. Watumishi wengi sasa ni watapeli. Watumishi wengi wanavunja ndoa za watu. Kuna ndoa ambazo tulikuwa tashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaleka kuna baba mmoja Daniel. Karibu sana tena bwana. Zaleka kulikuwa baba mmoja ni mchungaji. Mungu amsamehe sana. Kwa sababu nimwambia utapata pigo ambao utapata aibu. Kwa sababu kulikuwa watu wawili walikuwa na ndoa ilikuwa vizuri tu ni ujanja. Akaanza kuchiti. Nyewe unaongea Kiswahili cha kuchiti. Akaanza kuchiti. Sasa bwana yake akipita rudi alikuwa na fedha kidogo za kutosha. Matatizo. Yes. Tumali? Ule mke wake kwa sababu ni mjinga akasema subiri kwa nipeleke malalamiko hayo kwa mchungaji. Ile neno ambalo ataongea mchungaji ndio utafanya nini? Ndio utakuja kuongea na wewe. Na kweli alienda kwa mchungaji. Yule mchungaji ambaye anamwambia hapana usisamee mume wako, acha usumbufu. Kumbe chanzo yule mchungaji kwa sababu yule ambaye alienda kutafuta fedha kule akuleta 1/10 kanisani. Unaona ujinga ambao uko hapo? Ni kweli. Unaona ujinga ambao uko hapo? Kwa sababu hakutoa 1/10 kwenye ile Safia aleta pesa. Hakwenda kumuona, hakwenda kusalimia, akamwambia usisamee mume wako. Usisamee kabisa. Ishi hivyo tu. Na yule mwanamke wasema ndani mwake alikuwa na ujinga. Akakubali ushauri mchungaji. Yule baba kusikia vile akaja kwangu mimi ndani ya nyumba yangu iko nalia. Ndio mke wako alienda kwa mchungaji wake akasema hivyo ni kweli. Mimi mwenyewe sitakusikiliza. Twende kwa mke wako aniambie nisikie mwenyewe. Tukaenda.
Na kweli mchungaji aliona maono, akasema mwanamume anifai. Akufai. Kwanza una watoto wangapi? 2. Umezaa naye? Hapana. Yeye ameshakuzalisha mtoto? Hapana. Sasa mchungaji anaona maono, muachane. Yeye ndo atakuoa? Hapana. Mchungaji ameshaongea, kishaongea tu. Ameshaongea. Ila nawaambia kwamba hivi. Saona bado umezarau hii dhahabu ambayo uko nayo. Ipo siku utavuna mkaa. Na mkaa ukisha uvuna, utalia na kusaga meno. Hapa ndo zaleka hapa. I don't care. Okay, I don't care. Wakamwacha. Haikupita miezi 4. Yeye na mchungaji wake tena wakaanza zozana. Mera jinsi dunia ilivyo, wakaanza zozana. Ndo akatafuta sasa chance arudiliane sana yule mwanaume. Mwanaume naye akatoka safari yake akaenda zake, akarudi zake. Unaona changamoto ambazo ziko hapo. Kwa hiyo aliyochangia kuharibu ndoa nani? Si mchungaji hivyo? Ndio. Wachungaji wana misingi imekufa. Kwa sababu mchungaji sio kila ambaye anaitwa mchungaji ni mchungaji. Kuko wale ambao wako pale kusindikiza wengine, ni daraja kuvusha wengine. Sasa kwa kusema kwamba unajua kumtambua mtu kwa kumuona kwa nje ni vigumu sana, lakini kuna kitu labda hasa mtu unaweza kutambua mtu kama huyu labda mchungaji wa uongo, kwa sababu kila mtu anakuja na roho ya kusema kwamba kutambua kwa lugha ndio kuokoka. Shika baba. Hiyo inakuwa acha nikwambia baba yangu, kutambua mtu fake na original ni easy. Sio vya mavazi, ni easy. Iko easy sana. Tuone mfano ambao uko wazi. Hivyo hujawahi kuona mwanadamu ni mkongomani au si mkongomani? Au yeye kupita hata maolo matisemu fulani ukiona huyu ni wetu tu, hata anaongea Kiingereza ndugu yetu. Haujawahi kufanya hivyo? Ni kweli. Ni kweli. Unaonaga kwa nini? Hii ni roho ndio nakwambia ni huyu. Unaona tu isi nakwambia huyu ni ndugu yetu. Ukikutana Warundi wawili, akiona mwenzake anaongea Kiingereza, anaweka kale karo, anajua huyu ni wa kwetu huyu. Kwa sababu kale karo akatokagi ni kasiri yao kale karo. Umeelewa? Ukikutana mtu wa Mozambique anaongea kama senyor, unasikia anaongea Kiingereza, huyu ni Mozambikano. Umeelewa? Kinachokuambia wewe ni kitu ambacho kiko ndani, yani hisia inakuambia jambo huyu ni mtu fulani. Umeelewa? Na hivyo ukitaka kujua feki, utamjua kwa sababu wewe mwenyewe sio feki. Kama wewe ni fake, utaelewa huyu ni fake. Kama jinsi ulimtambua yule ndugu yako ni Mkongomani, na kweli ukisha msalimia bonjour, comment, je suis bien. Ndugu yangu huyo. Huyu ni ndugu, kwa sababu uliona hali yake na mimi ni kitu hiki kimoja. Kwa sababu sote ni Wakongomani. Na hivyo roho za Mungu ndio jinsi inakuaga. Ina maana ukitaka kujua mtu ni easy sana, sio kwenda wapi. Kwa sababu hata Biblia inaandika kipindi alipokutana mama yake ya Yesu na mama yake ya Yohana. Walipokutanana pale, watoto ambao walitoka mbinguni hao, connection ambayo iko kutoka mbinguni. Kipindi alipokutana pale, mimba ya huyu ilicheza na huyu ikacheza. Kila mtu akabaki na tabasamu. Mtoto wangu akacheza. Kwa sababu walikutana wao kwa wao ambao walitoka mbinguni. Amen. Umeelewa? Ndio kiroho hicho ndio kiroho. Kwa hiyo kujua mtu ni jambo nyepesi sana. Mfano ambao uko wazi. Nilikuwa Mangochi. Nilipokea ndugu yangu mmoja mimi. Nikaenda kupokea ku stand, tukaenda nyumbani. Sasa kufika nyumbani cha kwanza walikuwa wawili. Ndugu zangu mimi. Cha kwanza cha kutafuta. Mmoja akaniuliza sehemu ambayo kuko shop, aende nunua sigara na pombe. Mwingine akaniambia kwamba hapa kote hakuna sehemu ambayo kuko kama vile mabarabara hivi ambapo kuna changamuka. Kwa sababu yeye ni hawezi kukaa bila kuoa na mwanamke. Sasa watu wawili niwaambia hapa kweli niko busy, niko naenda kazini. Ninaenda kuwapokea tu. Mkoge, mwingine mkishamaliza mtapigia simu, nitawaelekezeni sehemu ambapo mnataka kuzunguka ili mjue mji vizuri. Baba yangu mimi kwenda kazini kurudi au kunipigia simu, walikuwa washajua mji vizuri. Ule ambaye alikuwa atafuta duka kununua sigara na kununua pombe ameshajua vizuri, na yule ambaye alikuwa atafuta wanawake anaanza kunihadithia wanawake wa pale kwa ule muda ule. Usijue kama unanielewa vizuri. Tunakuelewa vizuri. Yes. Kwa sababu gani? Kile ambacho kiko ndani mwake kinaonyesha sehemu ambapo anatakiwa kifike na akafika mahali penyewe. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo
wale walitafuta bare na wale walitafuta duka kununua sigara. Kwa sababu gani? Ndo action yake. Ndio maana nasema watu wa roho utawajua katika roho na watu wa mwili utawajua katika mwili. Sio katika mavazi yao. Sio katika mavazi hapa. Utawajua vizuri. Yaani bila hata kuajisiwa. Utakaa hivi tu hapa tulipo hapa. Utajua ndugu wangu haokoki na wanaokoka. Ndio jinsi inavyokuwa hivyo. Kwa hiyo kusema kwamba hapo watu wanasema tutatambua katika matendo, hapana, sio matendo. Hivi utajua tu hapa utajua tu. Fake utajua. Kuna sehemu moja Mungu sana tusamee. Kuna sehemu ambayo niliingia kanisa mimi. Tulifika kanisa tukaingia, nilikuwa mgeni maeneo pale, kuingia kanisa tu. Mimi kukaa kule nyuma tu ya kiti. Nikakaa niko na Biblia yangu ya Kiswahili. Naruka pale kilikuwa sio Kiswahili. Yule mama ambaye anaongoza katika kanisa lile, nilikuwa sijamuona, simjui. Akatoka kule kwenye madhabahu, ningali sijakata dakika 20. Ili kipindi fika tu nikaomba Mungu, nikashukuru, nikaomba Mungu dakika ngapi, nikamaliza, nikakaa kimya, naanza kusema kanisani hapo. Kanisani naanza kusikiza vipindi vinaendelea. Ule mama alitoka kule na kaja kunyanyua hapa hivi na mama akajazwa. Akaanza kuongea ruka akajazwa akaniambia, "Huyu sio sehemu yake hii, mnamweka nyuma. Huyu ni mtumishi. Twende tukaa mahali ambapo unastahili." Na mama vile mama alipojazwa na mimi ndani kikapasuka. Na pale kwa lugha tofauti. Mmoja anaongea Kichewa na mimi naongea Kiswahili. Mimi nikarupuka, nikajazwa, kaanza kuongea Kiruga. Nikajazwa, nikamwona mama ni nani. Tukakutana special. Original. Amen. Ndio tukaenda kukaa pale sehemu. Amen. Kwa hiyo nilikuwa nakaa nyuma, akanipeleka kule mbele. Tukakuwa na uso kwa uso. Kiti cha hapa ambapo alikuwa stage wake, akamtoa, mimi nikakaa, tukakaa ni sote wawili hivi. Kanisani. Sehemu ambayo nilifika siku hii simjui, hanijui na mimi, yani ndo mara ya kwanza. Tena sehemu ambayo niko mgeni. Nilisema siwezi kaa bila kanisa, hata kama lugha ziendani, nitaingia kanisa tu. Na nilipoingia kanisa ikakuwa hiyo action. Kwa sababu tutawajua katika roho. Yule mama hakuangalia mavazi ambayo anavaa, lakini kile kinjiko ndani kile sababisha yeye afanye nini? Anifuate pale ndipo. Yes. Sio kanaeleweka vizuri. Kwa hiyo hilo ndo naweza kasema katika changamoto ya maisha ya kisasa. Na mfumo wa maisha ya kisasa. Mfumo wa maisha ya kisasa ya makanisa ambayo siku hizi zinavyokuwa hazitaki kuonywa. Kanisa siku hizi hazitaki kuonywa. Okay. Watu wengi wanakimbilia tu utabarikiwa. Go deeper. Hawataki tena kuonywa. Wakristo wengi wameshakuwa kama vile kituo cha daladala, kutangatanga. Hawana tena msimamo wa kukaa sehemu moja. Unakuta Mkristo mmoja ana maprofeti karibu 30 kwenye TikTok. Akitoka live ya huyu anaingia ya huyu. Akitoka ya huyu, yeye anachotafuta atabiriwe tu. Hana kingine. Asipotabiriwa anaona kama vile huyu ana Mungu. Bwana Yesu aturumie sana. Amen. Watu wanaenda kimwili sana. Watu hawaishi katika mapenzi ya Mungu. Watu wanatafuta maisha ya shortcut kwa haraka, kufanya vitu vya haraka ili na yeye aonekane ni mtu fulani katika ulimwengu ambao tuko nayo. Bwana Yesu aturumie sana. Na hilo linakuwa changamoto kubwa sana katika makanisa ambayo tuko nayo. Makanisa mengi yanakuwa katika hali hii. Watu wamtafuti Mungu. Mafundisho ya uongo ndio yameshajazana, ukweli yameshajazana katika ulimwengu. Mafundisho ya uongo ndio yameshajaa. Watu wengi hawapendi kusikiza neno la Mungu la ukweli. Wameshapenda maisha ya shortcut sana. Mafundisho ya uongo. Yes. Mafundisho ya uongo ndio yamejaza ulimwengu. Na mafundisho ya uongo utakuta watu wanajaza mamilioni ya kanisa hivi. Lakini pale ambapo anahubiriwa ukweli, Wakristo ni wachache. Na napopata ule mchungaji akisha kuwa na karama ya ile ya uponyaji kosa. Hapo amenasa watu akitabiriwa basi. Na maisha yanabadilika. Hapa anaona kama vile anafika sehemu. Sawa, anaweza kukutabiria lakini sio wa Mungu. Anaweza kukuombea ukapona lakini sio wa Mungu. Anabii wa uongo.
wanajazana ulimwengu. Wachungaji wengi wa uongo, manabii wa uongo wanajazana, wa mitume, watu wengi katika grupe zote, katika karama 5, kila watu wanafiki wao na marijino wao. Kwa hiyo hawezi kawajua katika unavyosema katika matendo yao. Anatembea vizuri, anakula vizuri na anaongea nao vizuri. Hivyo unaweza kumtambua kwa sababu anaongea vizuri. Kile kiko ndani kitakwambia huyu ni nani. Yes. Amen. Ndio maana tunatakiwa tuzame katika roho. Kwa sababu tunapozama katika roho tutatambua fake hiki na original hiki. Hawezi kuwa dhahabu bila kuchomwa katika moto. Hivyo ungekuwa ile moto ndio wewe mwanadamu ungekuwa ukoje? Kuja kuwa kitu special lazima kipite katika changamoto. Na maisha yote ya Mkristo lazima aanze bobebe. Afundishwe, aelekezwe na awe bora kwa sababu anakubali kufundishwa. Mfano ambao uko wazi. Kabla sitasoma vitabu hapa. Sinyo watu wawili mko hapa na mtumishi hapa. Sikiliza babangu. Hivi wewe baba mama yangu hapa. Wewe unajua mizuri vizuri. Hii mizuri hapa, unaifahamu vizuri? Tena sana huyu mkaaji. Unaifahamu vizuri. Sasa mimi ambaye nimesomea mizuri karatasi na wewe ambao unaishi hapa. Mimi na wewe nani ambaye anajua mizuri? Mimi. Si wewe? Ndiyo. Lakini mimi ambaye nasoma kwenye karatasi nitakuwa sasa wewe? Hamna. Hapana eh? Si ndio vile? Si ndio vile? Yeah. Na hivyo ndio Kristo ulivyo. Kwa hiyo siwezi kufundisha kitu ambacho sikijui kwa sababu nimekisomea. Yes. Umeelewa? Ndio. Ndio maana baadhi ya wengi wanakimbia kusoma teology sana, wapo wengi kukimbilia. Hawataki tena kwa sababu anajua nikianza zama sana kiroho nitapoteza muda. Na mimi nataka maisha yangu yawe shortcut, nifanikiwe kwa haraka, niwe na gari, niwe na gari, niwe na simu nzuri, niwe na maisha mazuri kwa sababu nikianza kupita katika hizi seremoni za chini chini, muda utapotea. Hata sasa niende wapi? Niende Lubumbashi, niende kununua roho. Kuna Petuma ametoka Zaleka paka kaenda kununua roho Lubumbashi. Alituacha Zaleka sie, na nasema ukweli hivi. Hata nisikia, don't care. Naongea ukweli. Akaniaga kabisa vile naenda kuchukua boro. Boro gani? Naenda kununua roho. Roho inauzwa roho. Roho zinauzwa. Akaenda. Roho Mungu anaweza kuuzwa huyo. Akaenda kweli kurudi kwake akakuwa tofauti kabisa. Akawa kiroho kweli. Yaani alikuwa full kabisa. Umeelewa jinsi ulimwengu umeshaharibika? Dunia. Unaona? Kwa ulimwengu umeshaharibika kufatana na sisi wenyewe ndo tunauharibu kwa sababu tunafanya vitu kwa haraka. Tunapenda vitu ambavyo wakati hujafikia vifika haraka. Ni dada Kieusi amesema kwamba ana swali anataka uulize. Kwa hiyo aulize. Anaweza kukaribishwa. Karibu dada. Habari yako? Jambo. Jambo, unaitwa nani? Jina langu ndio hilo hivyo. Cheusi ukipenda unaita la Noir. Ndio majina yangu. Asante. Mimi ni Kristo, nimeokoka. Ndio. Napenda Yesu. Amen. Na vipindi kama hivi uaga vinanibariki. Amina kubwa. Ina swali kwa mtumishi wa Mungu. Nafikiri aliongelea kuhusiana na kutoa sadaka. Ndio. Sasa mimi swali langu ni hivi. Nauliza hivi. Mtu akiwa ni Mkristo, yani anamtii Mungu, yani kwa kila kitu. Isipokuwa kwa upande wa sadaka atoi, huyo mtu akifa, huwa anafika mbinguni au vipi? Sawa, nashukuru sana kwa swali lako. Ubarikiwe sana. Amina kubwa. Na baraka ambazo tunazungumza ama vile matoleo ambayo tunaongea. Kwenda mbinguni sio kwa sababu matoleo. Hapana. Bali yale matoleo ni kubariki Mungu katika kazi yake. Mfano ukitoa 1000, sawa? Ile 1000 tutaiposti mbinguni? Hapana. Ile 1000 itaenda kununua vifaa vya kazi ya Mungu. Na jinsi umenunua vifaa vya kazi ya Mungu ndio unapata baraka zako kufuata jinsi umemtolea Mungu katika kitu ambao ulikuwa nacho. Kwa hiyo sio jambo kusema kwamba ndio utafika mbinguni, hapana.
Kufika mbinguni nyingine swala tofauti na utoaji. Si unaeleweka kwa kujibu vizuri? Na wokovu sio kutoa. Swala la wokovu liko tofauti sana na kutoa. Swala la wokovu ni swala la imani. Kwa maana kama Biblia inasema kwamba jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Tayari Mungu alitoa sadaka. Alitoa passport ya kuingia mbinguni. Sio sadaka yetu sisi. Ni ya Mungu alitoa kwetu sisi wanadamu. Kwa hiyo unaweza ukatoa sadaka sana kanisani lakini mbinguni hauingii. Ndio. Na unaweza kuwa utoi hata kitu kanisani na mbinguni unaingia. Kwa sababu mbingu inaandaliwa kwa wale ambao wamesamehewa dhambi zao. Kama haujasamehewa dhambi zako hauwezi ukaingia mbinguni. Na ndio maana tunasemaga watumishi ya kwamba unaweza kuwa uko mtu mwema sana katika dunia lakini hautaingia mbinguni. Mbinguni kunaingia wale wanaosamehewa dhambi zao, wamemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Amen. Amen. Lakini hatuongei neno hili kwa sababu uwe mvivu wa kutoa, hapana. Tunaongea neno hili kwa sababu ujue ukweli, ili ujue namna gani ya kutengeneza maisha yako. Maana kama mtumishi anaongea hivi, anasukua mikono yake. Yaani kujibu vizuri. Na wokovu sio kutoa. Swala la wokovu liko tofauti sana na kutoa. Swala la wokovu ni swala la imani. Kwa maana kama Biblia inasema kwamba jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Tayari Mungu alitoa sadaka. Alitoa passport ya kuingia mbinguni. Sio sadaka yetu sisi. Ni ya Mungu alitoa kwetu sisi wanadamu. Kwa hiyo unaweza ukatoa sadaka sana kanisani lakini mbinguni hauingii. Ndio. Na unaweza kuwa utoi hata kitu kanisani na mbinguni unaingia. Kwa sababu mbingu inaandaliwa kwa wale ambao wamesamehewa dhambi zao. Kama haujasamehewa dhambi zako hauwezi ukaingia mbinguni. Na ndio maana tunasemaga watumishi ya kwamba unaweza kuwa uko mtu mwema sana katika dunia lakini hautaingia mbinguni. Mbinguni kunaingia wale wanaosamehewa dhambi zao, wamemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Amen. Amen. Lakini hatuongei neno hili kwa sababu uwe mvivu wa kutoa, hapana. Tunaongea neno hili kwa sababu ujue ukweli, ili ujue namna gani ya kutengeneza maisha yako. Maana kama mtumishi anaongea hivi, anasukua mikono yake. Yaani ukipotea damu yako haitakuwa juu yake. Maana amesema kweli ya kwamba kuingia mbinguni sio kutoa sadaka. Kuingia mbinguni ni kumkubali Kristo. Ndio mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tengeneza maisha yako dada. Kristo alikufa kwa ajili ya kila mtu. Watu wasikudanganye ya kwamba toa 70,000 sijui ngapi ili upate ufalme wa mbingu. Yeye anapajua. Yeye ameshapafika. Hapo utakuwa nakusema wewe. Yeye ameshapafika. Hata afika. Hawezi kuongea kitu ambao hukufika unakuja kufanya bla bla hapa. Kwa hiyo toa sadaka kwa ajili ya kuendeleza injili ya Kristo ili watu waokoke, lakini usitoe kwa sababu ya kuingia mbinguni. That is not. Aliyoenda mbinguni aliacha na tuaga anaenda kuandaa makao. Hajatuambia naenda na nyie tuende kuandaa makao. Mabanki akwenda andaa US bank ama na nikafunguka kila kitu na waliniuliza maswali na nikaweka wazi na wakanielewa. Kama uliingia chelewa hakuna shida. Ila ninachokuambia hivi mama yangu, Roho Mtakatifu anafanyaga mahali popote pale anapotaka yeye. Anaga muda kusema muda ni maalum ni muda hapana. Essential mtafute ama mwenye ajitokeze ku emergency kwako. Unanielewa? Mtumishi wa Mungu, nilikuwa napenda kwanza tumuulize. Ndio nakuelewa, asante. Nakuelewa sana. Barikiwe da Happiness. Lakini msinishe niko na maswali nyingi sana. Okay, subiria kwanza dada. Sisi tulikuwa na swali kwako. Sisi tulikuwa na swali kwako, japokuwa unioni huko. Swali langu kabla mtumishi wa Mungu hajaongea, swali langu ilikuwa ni kwamba Happiness, unaokoka ama bado uko kwenye mchakato wa kuokoka? Mimi nishikoka depo zamani, nimeacha vitu vya duniani wala vitu vya duniani Kiswahili mtanisamee. Okay, tunakuelewa. Okay, sawa. Tunashukuru sana da Happiness kwa jitihada yako. Tunajua ya kwamba kama unauliza maswali kwa sababu ujue kweli na naona kama una kiu ya kuokoka kweli. Unapenda kumjua Kristo, na kazi hii ambayo mtumishi wa Mungu anaifanya hapa ni kazi kubwa sana. Na ndio maana Yesu alisema ya kwamba wengi watakuja kwa jina langu
Kuna watu ambao ni manabii wa uongo ambao wanachafua hata sifa za wale ambao wako original, ambavyo mtumishi wa Mungu anaongea hapo. Anakuambia ya kwamba huku kwenye mitandao kunapanda watu aina tofauti. Kuna watu wanapanda kwa nia nzuri na kuna watu wanapanda kwa nia mbaya. Kuna wale matapeli na kuna wale ambao wasio matapeli. Sasa swali yako ilikuwa ni roho wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anakuambia ya kwamba roho wa Mungu anatenda kazi sehemu yoyote ile. Nishawahi kuona mtu anajazwa na roho wa Mungu ku-toilet. Alikuwa anashuhudia ni yule mama Joyce ni mama mtu mkubwa sana katika mambo ya kiroho, ni mama mkubwa kabisa. Alijazwa na roho wa Mungu akiwa kwenye toilet. Anasikia mtu kule tu, mtu anaanza ongea raba shapa sijui nini, vitu kama hivyo. So inapenda kumaanisha kwamba mahali popote pale ambapo watu wapo wanaongelea kuhusu mambo ya Mungu, ujue ya kwamba roho wa Mungu yuko hapa. Na hapa gisi tuko hapa tayari tumesha disconnect na wewe, ujue tayari roho wa Mungu yuko hapa. Kwa hiyo kama una maswali yoyote uko nayo, uliza ili tueleweshane, upate kujua, kwa sababu ule roho ambaye anatumika na mtumishi hapa apate kukusaidia pale mahali ulipo. Kwa hiyo mimi kwa hii question yako najua mtumishi tayari alikuwa ashakujibia ku TikTok ama ku resource show zote zile, tujue ya kwamba roho wa Mungu anatenda kazi na roho wa shetani anatenda kazi. Oh, haleluya, amen. Haleluya, amen. Oh, haleluya, amen. Amen. Basi tuende sote katika maombi ya kushukuru Mungu na kuombea wale wote ambao wanatufuatilia katika kipindi hiki na kuacha siku ya leo katika mikononi mwa Yesu Kristo. Tuende na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, mtakatifu, muumba wa mbingu na nchi, tunasema asante kwa zawadi kubwa ambayo ulianza na sisi pamoja. Tulianza kipindi kwa neema yako, tunafika kifungoni kwa neema yako Bwana. Pokea sifa kutoka ndani ya nafsi, hata tukuabudu kwa neema ambayo umefanya, hata tukutukuze kwa neema kubwa ambayo umetuwezesha ndani ya siku ya leo. Pokea sifa mkombozi uli hai. Neema ambayo umefanya, matendo ambayo umetenda ni neema kubwa, kwa sababu tulikuwa na wengi katika mida hii, tulikuwa na wengi katika sekunde hii, lakini hawapo. Neema yako imefanya mambo makubwa, neema yako imetenda mambo mazito. Pokea sifa mkombozi, pokea sifa milele. Neema ambayo umefanya, matendo ambayo umefanya, ambayo siwezi kulinganisha na wewe na chochote kitu, kwa sababu neema yako ni nyingi sana. Umetutengeneza mfumo wa sisi sote wanadamu, tunapumua katika hewa moja ya 100%. Hakuna tajiri eti wewe anatuzidi level ya uhai, hakuna maskini eti wewe anatuzidi level ya uhai. Sote tumeumbwa katika level moja. Pokea sifa Yesu, pokea sifa mkombozi, hata tukuinue kwa neema kubwa Bwana. Damu ya Yesu Kristo ifunike kipindi hiki. Damu ya Yesu Kristo tafisha eneo hili Bwana. Damu ya Yesu Kristo usafisha Bwana, takasa kila nafsi ilipokuwa hapa, safisha kila mmoja leo tufuatilia. Damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu ni hai Bwana, safisha kila mmoja wetu, safisha Bwana, takasa Bwana, takasa mkombozi, safisha Bwana, hata sababu tutembea ndani vifaa vya wanadamu ambao tena damu. Damu ya Yesu Kristo isafishe Bwana, isafishe Masia, isafishe mkombozi, isafishe Bwana, takasa mkombozi wa maisha, safisha Yesu Kristo, utawale Masia, utawale wa milele, utupatanisha na mbingu. Presence yako Bwana, presence yako Masia, uzilishe Bwana, uzilishe Masia, ututengeneze Bwana, wewe ndio kiberetu Bwana, hatutaweza chochote bila mkono wako Bwana. Utawale Yesu, utawale Masia, utupatanisha na mbingu, wewe ndio kiberetu Bwana, wewe ndio dereva wetu. Tualika presence yako, uwepo wako Bwana, uwepo wako Masia, tawala kwa kila moja, tawala kwa kila moja, utawale Bwana, utawale Masia, utupatanisha na mbingu. Hatutaweza chochote bila mkono wako Bwana, ndio maana tunalika presence yako Holy Spirit Masia, utawale Bwana, utawale Masia, utonekanie Bwana, tenda mambo makubwa, tenda miujiza Bwana, shughulikia kila mtu, shughulikia kila mtu, wanatufuatilia Bwana, wanatufuatilia Masia, washughulikie Bwana ndani mahitaji yao. Tachi Bwana, tachi Masia, gusa Bwana, gusa Masia, wewe ndio dereva, wewe ndio kibereto.
Hatutaweza chochote bila mkono wako Bwana. Tunaomba uweke mkono wako Bwana, uzilishe Masia, tuwe viumbe vipya Baba. Tengeneza mfumo Bwana, tengeneza karama Bwana, mabwana, fufua karama ambazo zimeshafumba, ambazo zimeshafumba. Yesu zilishe, tenda Bwana, tenda Masia, tenda wa milele. Asante mkombozi wa maisha, asante wa milele, Baba wa milele uliye hai, mkombozi wa maisha, mtetezi wa maisha yetu, ambapo ulifia msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili ya yule Bwana. Ulisema yote amekwisha, ili kila mtu abebe msalaba wake, ili akuletee matatizo ama mahitaji yetu katika mikononi mwako. Na mahitaji yetu ya watu wote ambao wanatufuatia katika njia mitandao, mahitaji yao yote tunakabidhi mikononi mwako iweze kushughulikia. Kila mmoja avune kwa kila alichopanda Bwana. Kila mmoja afurahie kwa kila ambacho anachotaka katika nafsi yake. Naomba Bwana, mabwana, utende mambo makubwa, uzilishe Bwana, ufanye watu kuwa viumbe vipya, watetee, wapiganie, waokoe, waonekanie ndani ya siku ya leo, wapate kibali. Yesu zilishe, Yesu tengeneza mfumo mpya Bwana. Wamesikia mambo makubwa ambayo yalipitika hapa. Ndani ya maneno haya yatende kazi katika maisha ya watu. Maneno kama haya yafanye watu kuwa viumbe vipya, yatengeneze maisha ya watu. Asante kiongozi wa maisha, kwa sababu hujawahi kutuacha ukaenda DRC sisi tukabaki hapa katika mji wa Marekani. Bali tunakuwa na wewe pamoja, tunadumu na wewe pamoja, tunaishi na wewe pamoja, tunaketi na wewe pamoja. Ni neema, damu yako ituwezeshe, na siku yote tunaacha mikono mwako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkuu, tunaomba hivyo. Amen. 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 Asante. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye kipindi hiki cha leo. Tunashukuru sana kwa kufuatilia kipindi hiki cha leo, lakini pia usikose